Kwa sisi watu wote, sisi raia tumeelekezwa sana na kutajiwa aya nyingi na hadithi nyingi suala la utulivu, suala la amani na neema yake. Hili ni jambo muhimu la kulizingatia. Tufahamu kuwa hii jambo ni neema, na madai yetu ya haki hayalingani na neema hii. Haki ambazo ziwe za kweli, zisiwe za kweli. Dunia sasa hivi imebadilika, mielekeo imekuwa mingi, mitazamo imekuwa mingi, mitandao imekuwa mingi, wasemaji wamekuwa wengi. Kuna mtu kwa sababu ya neema ya mtandao anaweza kukaa nyumbani kwake, ofisini kwake, akalizungumza jambo la kuharibu, akalizungumza jambo la kutaka kuonesha kwamba hiyo ni haki, kumbe si haki. Ni muhimu hasa kwa Waislamu kusikiliza maelekezo na miongozo ya dini yetu ya Kiislamu katika jambo hili. Mielekeo hii inavuruga. Hili nalo ni katika mambo muhimu kwa vijana wa Kiislamu. Hawa viongozi tulionao ni kama sisi, wana udhaifu kama tulionao sisi. Njia za kutatua sio kwa fujo na vurugu. Sawa ni kwenda kuwanasihi, sawa ni kusubiri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyasema mambo, sasa twayaona. Alisema baada yangu mimi kutakuja watu watakaokuwa wanajipendelea. Alituambia tufanye nini? Alituambia tusubiri, alituambia tutoe nasaha, tena sio hadharani na kushambulia na kutukana. Mbele ya kiongozi ukipata fursa mueleze. Imam Muslim amepokea hadithi, Al-Hasan al-Basri anasema kwamba Aidh ibn Amr alikwenda kwa Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ni katika magavana wa Yazid ibn Muawiya, gavana aliyekuwa Iraki. Alikuwa ni mtu muovu, msusuavu, katili. Aidh ibn Amr ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaingia kwake akamwambia, bunai, ewe kijana wangu, sababu yeye ni mtu mzima na kiongozi ni mdogo. Akamwambia kwa lugha ya upole, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna sharra ar-ri'a'i al-hutama, viongozi wabaya ni wakali, wasusuavu wa rai, wasiotaka rai. Fa iyyaka an takuna minhum, jihadhari wewe usiwe miongoni mwao. Yeye anajua kwamba yeye ni miongoni mwao, lakini hikma, utu uzima, busara, anayezungumza naye ni kiongozi, yuko mbele yake, anamnasihi hivyo. Ubaidillah bin Ziyad akamwambia, kaa bwana, fa innaka min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wewe ni katika makombo ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wa mwisho waliobaki hawana maana. Ati sahaba wa Mtume anamwambia hivyo. Sahaba hakutaka kumshambulia, akaitukuza nafsi yake, akamwambia, je, katika maswahaba kuna makombo? Makombo walikuja baada yao na sio miongoni mwao. Akaishia hapo, akafikisha nasaha. Ukipata fursa, hizi ndio njia nyingine yoyote mmeona haiwezi kusaidia.